Ni matumaini yangu mzima buheri wa afya. Karibu kwenye updates za kimichezo. Hii hapa ni LK Plus. Kubwa ambalo nataka nikusogezea asubuhi ya leo ni kuhusiana na tetesi pale mtaa wa Twiga na Jangwani. Taarifa zikufikie kuwa klabu ya Young African ipo kwenye mpango wa kumrejesha aliyekuwa mchezaji wa tegemezi wa timu hiyo hapo ambaye ni Stefano Azizi Ki, ambaye alicheza kwa mafanikio makubwa pale Jangwani na baadaye kutimka kuelekea kule Morocco kwenye klabu ya Wydad, na baada ya hapo kuuzwa kwenye klabu ya Al Ittihad ya Libya. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30 ana mudu kucheza position ya attacking midfield, ikiwa namaanisha kiungo mshambuliaji. Anaweza pia kucheza light wings na left wings, na market value yake inasadikiwa kuwa inaweza kufika hadi euro 300,000, takriban milioni 900 na zaidi za Kitanzania. So ni habari njema sana kwa wananchi. Endapo atafika huyu mtu, atakuwa ni mkombozi mkubwa sana. Au vipi wananchi? Wanachotakiwa kufanya ni kuendelea kufuatilia LK Plus, kulike, kushare na kukupa update mbalimbali. So tuendelee na issue ya Azizi Ki. Azizi Ki unaambiwa ni mzuri sana kwenye kupiga mashuti ya mbali na amekuwa akifanya hivyo kabla ya kuondoka. Magoli mengi amefunga kwa design hiyo. Pia ni mzuri kwenye free kicks na set piece. Amefunga wa magolikipa wengi sana kwa set pieces na free kick, na kuwapa lawama magolikipa kwamba they are not serious. Na ni mzuri pia kwenye vision ya kutengeneza nafasi, kutoa assist na kuingia box na kufunga kama mshambuliaji. Azizi Ki ni aina ya kiungo anayebeba ubunifu wa timu, ndio maana mashabiki wa Yanga bado wanamkumbuka sana. So habari nyingine ni kwamba ni hapo hapo Twiga na Jangwani, kuna mchezaji anaitwa Jean-Claude Gilmugisha. Huyu jamaa bwana anajua kinoma noma. So taarifa ikufikia kwamba tetesi zinasema klabu ya Young African pia wapo kwenye harakati za kumweka kundini huyu jamaa. Nadhani wanajiandaa na msimu mpya wa 2026-2027 na CAF Champions League. So kuna namna wanajaribu kuitengeneza timu yao hiyo tishio. So tetesi zinasema kwamba Jean-Claude Gilmugisha ambaye kwa sasa anachezea Al Hilal Omdurman ya pale Sudan, ni raia wa Burundi huyu, na ana umri mdogo sana, umri wa miaka 21. Position ni forward na wings. Anapendelea kuvaa jezi namba 7 na market value yake inakadiriwa kuwa ni euro 75,000 hadi 100,000. So pia wananchi wapo mawindoni wanamuinda huyu jamaa. Jamaa unaambiwa ana kasi kubwa sana, ni mzuri kwenye 1v1 na pia counter attack. Unajua wananchi wana zile kupiga pasi alafu inapigwa ndefu, ndo wanakuambia huyu jamaa ni mzuri pia, na ni mzuri pia kwenye umaliziaji wa nafasi. Anaweza kucheza pembeni na mbele kabisa. Huyu ni mchezaji wa direct football, anapenda kushambulia haraka na kuwatesa mabeki kwa speed. For sure jamaa ana speed sana. Ameonekana sana kwenye mechi za CAF Champions League na amefanya vizuri pia, na kumbuka alishawahi kuwafunga Mamelodi goli fulani hivi la ajabu, alipiga shuti mbali mno. So jamaa yupo vizuri sana, na kama wananchi wakimpata huyu jamaa watatisha ile mbaya. Taarifa nyingine ya mwisho ni kuhusiana na Suleiman Fofana kutoka pale ASEC Mimosas. Kijana ana umri wa miaka 19. Position anaocheza ni light wing, left wing na attacking midfield. Market value yake ni euro 50,000 hadi euro 100,000, lakini thamani yake inaweza kupanda kutokana na kipaji ambacho anacho. So unaambiwa jamani, mzuri kwenye dribbling, ana kasi, ana uwezo wa kutengeneza nafasi, ana uwezo wa kutokea pembeni na kuingia ndani na kupiga mashuti. Ana potential kubwa kwa sababu bado ni kijana mdogo, kama nilivyosema, na umri wa miaka 19. For sure kama wananchi watampata, itakuwa habari nyingine sana hapa mjini. So Fofana inaonekana kuwa ni mchezaji wa baadaye zaidi kuliko wa sasa. Ni aina ya usajili ambao unaweza kuuzwa Ulaya baada ya miaka michache kama akiendelea kufanya vizuri. So ni hayo tu kwa sasa, na kama kweli atatimia, kumbuka hii ni tetesi, au sio bana? Wananchi wenyewe bado hawajatoa ile official statement. Kama hii kitu itatimia, itakuwa ni bonge moja ya habari kwenye habari za michezo, especially kwa wananchi na kwa Tanzania. So ni hayo tu kwa sasa, endelea kufuatilia LK Plus.